Yo wadau, karibuni sana kwenye video. So, wase wengi sana wanataka kutoka Kenya wakuja huku hivi UK. Na wanashangaa ni njia gani wanaweza pitia waweze kufika huku hivi. Kuna njia ya kwenda kutafuta agent. Agent anaenda na kutafutia COS ama na kutafutia job na na kutafutia visa pia unapata unakaa huku hivi. But hiyo njia inakuanga so costly na si wase wengi wanaweza afford. So, kama unatafuta another alternative, another cheaper way and another smart way, hii video manzeni yako. So make sure bana umewatch, umesubscribe bana, pia umeshare cause hapo hivi nakupatia hiyo information yote free of charge manze. Alright, so nataka tuingie hivi kwa lapi naonyeshe the whole process na at the end pia nitakuwa nakupatia zile documents zenye unahitaji na kushow ni documents gani unahitaji for you to upate hizi majob na kuapply. Yeah, so acha tuingie teke nionyeshe about 5 minutes or 10 minutes nitakuwa nimeonyesha kila kitu. Utakuwa ready ku apply my job. Alright? So acha tuingie. So wadau, the most common way yenye ukipiga research yako kwa mtandao utaambiwa ukuje uangalie hizi website inaitwa kama hii website inaitwa Indeed, kuna nyingine inaitwa Reed, hata LinkedIn pia unaweza enda uangalie usearch item inaitwa tier 2 sponsorship. For example unaweza tafuta yake assistant work. So hii wana listing majobs ziko na tier 2 but zinakuanga so competitive, kupata na kuanga tricky. Ba unaweza angukia upate moja kama hii yenye nimeona hapa sasa hii wana offer tier 2 sponsorship. So hii iko available hii manze, kama unataka kuapply unaweza enda hapo hivyo uangalie. But ukitafuta most of them wanasemanga tier 2 sponsorship not available. Kama kwa wapi? Cha tuangalie hii. Unaona kama hii visa sponsorship available, but mse unafaa kwa uko UK already. Ukiangalia zingine wana hire multiple, mostly wanasema tu lazima mse ako available, ako already in the UK, si ati wanatoa mse from Kenya wanamleta huku. Cha tuangalie hii hata ina tier 2 sponsorship. Unaona kama hii sponsorship currently not available. Ni mob ukitafuta kupata hizi majob kwa hizi website ni ngumu sana kupata. So niko na another method yenye unaweza tumia na ni guarantee ukiwork manze upige kazi kabisa mzuri kutafuta hiyo job utapata. So tunaenda ku leverage information yenye iko available online na ni free. So for example kenye tunaweza fanya, enda Google tafuta, cause hii information iko online na ni readily available. Kuna zile companies zenye zina offer tier 2 sponsorship. So hizi companies ziko listed na gava ya UK na ziko listed kwa website. So kama Google search for companies offering sponsorship jobs in the UK na itakuleta hapa hivi. So unataka kuchagua the first link yenye iko na gov.uk website, right? So ukiingia kwa hiyo link itakuleta hapa. So link itakuleta hapa kwa hii list. Itakupatia list nyingine hapo iko na over 5000 companies zenye zina offer hizi sponsorship jobs. Yeah. So hizi companies wao advertise on hizi website kama hizi Reed. For example unaona kama hii job yenye tumepata hapa iko na sponsorship. Watu over 1 million wata apply, because si wa Kenya pekee wana apply. Kuna so many countries, wasa wa Nigeria wana apply, wasa wa Ghana wana apply, wasa wa Kenya wengine wana apply, wasa wa South Africa, Philippines, India wana apply. Wase wengi sana wana apply for these jobs. So kuzipata manze ni tricky. Unaweza pata wanaweza pata like 1 million applicants wenye wana apply. So kuzisort through kwa tricky sana na chances zako pia zinaenda chini. So hizi companies most of them the best way kenye wanafanya, wana hide applications zao, wanaziweka kwa website yao. So kenye wanataka kufanya ni ukuje kwa hii list alafu unatafuta website hizo companies. So acha tutafute moja, for example company moja hapa. So acha tu focus on caregiving jobs. Acha tutafute hapa company yenye na kwa caregiving ziko mob manze. Acha tuangalie hii list. Kuna hii hapa. So acha ni highlight alafu ni search Google. Tanleta hapa. So nje hii website ya hii company naweza ingia kwa hiyo website. So kenye nataka kufanya, nataka kutafuta contact ya hawa, say email yao
ama nione kama website yao wame advertise job anywhere. So from this website siwezi ona place yenye wame advertise job, but nataka ni pick email yao. So hapa hivi naona kuna email ya hii company. So kenye nataka kufanya ni copy hii email, alafu niende Google. Kama niende Google Sheet, kama uko na Excel unaweza fungua Excel sheet yako, kuja hapo hivi usave hizi contacts. So basically kenye unafanya tuna build a contact list, yeah. So enda Google, search for Google Sheet, andika hapo Google Sheet kama uko na account ya Google Sheets, alafu ingia then sign in. So ingia hapo hivyo Google, create a new blank sheet. Kama Excel unaweza fungua new page kwa Excel. Chukua ile email umecopy, tengeneza paste hapo hivyo, tena load aje pole. So paste hapo. Haya, hii tumemalizana nayo, unaweza funga. Tuende tafute company nyingine pia. So niangalie kama naweza ona nyingine hapo hivi, na skim tu pole haraka because of time pia. So any other company yenye naweza ona hapo hivi ina offer like support work visas, kama hii sasa. So hii basically pia the same thing. Natani build contact list. There are over 20 companies, yeah. So hapa hii website ndio hii hapa, tuende work with us, tuone kama advertise job pia, tukone kama iko fit to apply. So kuna hapa hivi apply now, acha tutafute email. Unaweza ipata wapi? Work with us, copy home, contact us. Hii ina email bana. Hii ina email. Click hapa nione kama itaniletea email. Ndio email. Acha ni copy email, nifunge hii, niweke kwa contact list yangu. So ni email list na build mailing in. Kuselect your email. So tafute company nyingine pia kama hii iko Preston, tuangalie hii. Inaweza pata website, ndio kwa website yake. Hii kwanza, hii inaweza pata job, hebu tuone. So jobs ziko tu available, naweza apply hapo ukitaka. Tutafute contacts to build email list yetu. Kuna hii hapa, kuna recruitment. Kwa ile contact list. Yeah, so nataka nifanye the same thing for easy companies. Ni skim through easy companies zote, ni find like 20 contacts zenye naweza pata, yeah. Nikijaza hapa like 20 companies, hapo ndo kwa mbele. So ukisha build contact list yako, umepata like 20 companies uko mbele. So hapo sasa ni kwenda step 2. Step 2 sasa ni kuwa travel ready. So hapo hivi kenye namaanisha ni lazima utayarishe CV yako, lazima utayarishe cover letter yako, urevamp manze, uandike fiti kulingana na ile job yenye unataka ku-apply for. So unaweza tumia services za professional CV writers na wakusaidie kuandika CV. Yeah. So step 3 ni kutuma email sasa kwa hiyo contact list yenye umeunda. So usiogope, wewe andika email chocha kabisa, sema why you need that job,
andika zile qualities zako mzuri, andika vitu tamu ndio hawa sasa wakiangalia hiyo email manze, naona hapo hivi ni interesting na wanataka kujua more about you, that's why watakucontact. Yeah, because nakumbuka pia siwe peke yako na apply, ni there's so many other people from other countries when you apply for these jobs na wanataka pia kamiku, so lazima ukwe una stand out, enye mse akipick CV yako anataka kuiona through, anaona hii CV inakaa interesting, so aiangalie na high chances ni utapata wanakupigia na wana set a date for an interview, so hapo niwe kujitetea na kuenda mbele. So kitu kingine pia ni unaangalia requirement ya hiyo visa. So ukiangalia hapa ni skill worker visa, ndio ile visa yenye unaenda ku apply for. So angalia requirements ya hiyo visa. So kama ujue there is requirements, unaweza angalia kuna vida na pin hapo hivi. Kuna video iko hapo nilikuwa nimeunda talk about skill worker visa, what are the requirements, and one of the requirement ni exam ya IELTS. So exam ya IELTS lazima ufanye, lazima pia uko na passport yako. Passport ni muhimu sana manze, before una apply this job lazima uko na passport na hiyo exam ya IELTS umepita. So cause unaweza apply, kesho yake wanakupigia wanataka kuset date ya interview na una hizo vitu, cause hizi jobs ziko so much in demand, like wanataka wase si ati nini, wanataka wase. So unaweza pigiwa simu na uko ready, hauna IELTS hauna nini, hakuna mtu atakungoja, wata call tu mse mwingine na umpate hiyo job. So lazima uko ready, uko na hizo vitu ziko hapo tu standby just in case, right? So wadau, ukifuata hiyo method manze, uko patient, uendelee ku apply, usi give up, siku moja utaonekaniwa manze. And I think nimemention kila kitu manze. So kama umepata value hapo hivi manze, cheza kiwewe, kama uja subscribe, do the thing manze. So adios, see you in the next one.